ya kwamba niweze kuongelea kitu ambacho kinaitwa complementing one another in the Lord. Au kipenda kwa lugha ya Kiswahili masaidiano. Masaidiano katika mwili wa Kristo. Let us complement one another in the Lord. Kama kuna mahali naandika hivyo kishwa. Let us complement one another in the Lord. In other words, nilijijazia hapo nikasema we are destiny connectors. Kama saa hii kwa mfano kama penye nimeanza utangulizi hapa, daktari alikuwa hapa. Na ukisikiza ile mambo ambayo ameweza kunena, he is also a destiny connector. Yeye hiyo ni area yake. Na ameeleza mambo mtu ambaye anaweza kuelewa kaelewa. Hata wakati ameongelea juu ya kwamba maji baridi maji moto, hiyo nimeelewa kabisa. Mimi hata kama kunakuaje, zamani nilikuwa kijana nilikuwa najizatiti. Daktari nilikuwa naoga na maji baridi. Na baadaye nilikuwa natoka nyumbani nilikuwa na baridi kama hii nikiwa na shati, hata hakuna jacket. Na ninachomokea. Na ninashida mchana huo na sina chochote hapa kingine hapa nimevaa. Shati peke yake. Lakini leo sasa bwana mambo imebadilika. Nikifanya hivyo daktari atakuja kuniangalia hospitali na mimi sitaki kuangaliwa. So nasema kwamba ni vizuri kujilinda na kujikinga. Nikifanya kenye nafaa, ninajua naangalia weather. Kumwangalia Mama Joy utaweza kutimi wakati wa COVID-19. Lakini anajua kenye anazuia. So nataka kusema ni vizuri wakati ambapo tunapokuwa kuna namna ambapo tunaweza kusaidiana ili kwamba mwili wa Kristo upone zaidi. Jina la Bwana libarikiwe sana. If you know how to do good, do it to help somebody. Pengine kuna mahali umesikia kwamba wanagawa mgoda. Usinyamaze wewe unasema tu kwamba by the way, unataka nisa kuambia mtu. Manake mimi nilisikia tu bahati. Kama wewe umejua kwamba kuna mgoda inapeana, usimwonezee mwingine. Mwambie by the way nimesikia kuna mahali hapa nika au na hapa Ngong au na hapa Kemiko kuna sehemu fulani ambayo nimesikia kwamba inauzwa na bei ya shamba penye wanauza nimesikia kama bei yao ni nafuu. Na nimeona hao watu si wapola, ni watu ambao wanaweza kuaminika. Lakini kuna watu wengine kama ikiwa kwamba wameweza kubarikiwa au yeye mwenyewe kuna mahali alienda akaona mambo mazuri, hataki wengine waweze kufaidika. So that is why ulipokuwa tunawaza tukakubaliana na hawa wataalamu, maana Mungu amewasaidia kwamba wanaweza kuingia katika hiyo maeneo. Mimi nimejaliwa kuingia katika maeneo ya kiroho, lakini wao wamejaliwa kwamba wanaweza kukabiliana na hali, maana Mungu amewajalia walikubali kula kitabu kidogo mpaka ikawa kwamba mahesabu na masayansi imeingia kwa Mungu. Lakini sasa mimi Kenya ambacho kiko ndani yangu ni mambo ya mawasiliano ya kiroho ili niweze kuwasaidia watu kumkaribia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kabla hujafika mbinguni, si tunataka kuwa na afya. Sisi tunataka kukaa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. And that one I want to prove today as I continue with my sermon ambayo naenda kudeliver. Let us complement one another in the Lord. And I've said that we are destiny connectors. Or rather we can become destiny connectors. In Deuteronomy chapter number 3, verse number 18. Kumbukumbu ya Torati mlango wa 3 na aya ya 18. Mimi nimenukuu kwa Kiingereza, kwa hivyo tuwe kwa Kiswahili kule tutawasiliana. Deuteronomy au kumbukumbu ya Torati 3 na aya ya 18 inasema, I commanded you at that time. The Lord your God has given you this land to take possession of it. But all your able-bodied men armed for battle must cross over ahead of your brother Israelites. Bwana alibariki neno lake.
Ni kama nimeweka kwa Kiswahili. Nasema hivi pale tulisema daktari itabidi kwamba tutakuja kuweka skrini nyingine hapa mbele. Ndio wengine wakiona huko na sisi tunaona huko mbele. Yasema hivi, nikawaamuru wakati huo, nikawaambia, Bwana Mungu wenu amewapa ninyi nchi hii muimiliki. Basi fukeni ng'ambo wenye silaha mbele ya ndugu zenu, wana wa Israeli nyote mlio mashujaa. Bwana alibariki neno lake. Kenya ambacho naangalia hapa, ukiangalia katika mtazamo ambao ulionenwa na mtumishi wa Mungu Mose akimnenea Joshua, ni kwamba Mungu alinena wasiwasi ya kwamba atawapa ile nchi. Lakini unapozingatia katika hii maandiko, Mungu, our God is not a God of confusion. He is a God of order. Ni Mungu ambaye anafanya kazi kwa mipango. Hatafanya mambo kiholela holela au katika njia isiyo ya kisasa ambayo italeta confusion. One time tulikuwa tunafanya hii kitabu kidogo za maisha, I think it was around the 80s. Alafu nikasikia kwamba kuna mtu ambaye watu fulani waliosema ati Mungu amewaambia kwamba wapande pale kwa mlima, alafu watatumia helikopta na itakuja kuwachukua. Unajua kuna mambo mengine ambao ukiwaza kiakili na kimawazo utakuta kwamba mara nyingine either kuna mtu ambaye amekanganywa au ameshangalikiwa. Kwa sababu Mungu anafanya mambo kwa mipango. Leo hii wakati ambapo alipokuwa anataka kumchukua Filipo akiwa kule Azota baada ya kuhubiri Injili, maandiko inasema kwamba Roho akamuongoza Filipo na akaenda kumhubiria yule Mwethiopia. Alafu baada ya kumhubiria, maandiko inasema kwamba Roho kisha baadaye kumaliza kazi na kumbatiza yeye, Roho Mtakatifu akamchukua Filipo kutoka katika ile jangwa na akampeleka mpaka Azota. Sasa swali najiuliza, God does not need our help. Mungu hahitaji rasilimali ili kwamba atekeleze mpango wake na makusudi yake. Mungu akitaka kutenda jambo ana namna nyingi ambayo anaweza kutumia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yaani usije ukamweka Mungu kwa box, au usije ukasema kwamba by the way hapa nisipofanya inamaanisha kwamba Mungu hawezi kufanya. Mimi nasema kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Yote yanawezekana. With God all things are possible. And again, let me remind you, Mungu anaweza kutumia mtu yoyote, mwema au mbaya, kwa kutimiza makusudi yake. Wakati ambapo alipokuwa anataka kuwapunish wana wa Israeli, aliweza kutumia Wafilisti, aliweza kutumia Babeloni, lakini wakati ambapo tena anataka tena kuwaokoa, yeye mwenyewe anasema bado atakuja huyu ambaye aliyepewa nafasi ya kumpunish. Tena Mungu naye tena anachukua kiboko amtandike yeye. Maana huwezi kutandika aliyemwaga mafuta. Jina la Bwana libarikiwe sana. So nataka kusema, ninataka kueleza kwamba wapendwa, wakati ambapo Mungu anapotaka tuweze kutekeleza majukumu, let us be ready and prepared to do what God desires. Ana mtu akikwambia kwamba uende ungoje pale ati Mungu anatuma helikopta ije uchukue, jiulize maswali mara ya pili. May the Lord give you the spirit of discernment. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Na si makosa, ndio maana hata maandiko yanasema tusijaribu roho. Wakati ambapo Manoa walipokuwa wamekaa na mkewe bila mtoto, maandiko yanasema kwamba mkewe wakati mmoja akiwa kodani, malaika akamtokezea, na alipomtokezea akamwambia kwamba utapokea mimba na utaweza kumzaa mtoto, na huyu mtoto ambaye utakayemzaa atakuwa Mnazari. Yeye nywele zake hazitanyolewa, akapewa masharti yote, maana Mungu ni Mungu wa mipango. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alafu na hapo sitokanywa mvinyo au chochote ambacho kimegoshiwa, ambacho kinaweza kuleta shida, maana Kenya ambacho umebeba ni kitakatifu. Na baada ya hiyo, Manoa hakuwa mwenye alikuwa
ni mke wake. Manoa alipoambiwa na mke wake ile ujumbe ambaye mke wake alipokea kutoka kwa malaika, maana hata hakusema ni malaika, alisema kuna mwanaume ambaye nimekutana naye. Sasa Manoa akajiuliza maswali mengi kama mwanaume. Alafu alipojiuliza akasema, na huyu ambaye alikutokezea nilitamani tukutane naye, kuna uwezekano? Wacha niwaambia kwamba alipoweza kudai kwamba nataka kukutana naye, yule malaika alikuja akatokea mara mbili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Meaning our God is not a God of confusion. Kama kuna kitu ambacho kimekuja ambacho wewe hautaweza kuelewa, ukirudi kwa Mungu atajidhihirisha. Si mtu aseme amina? So watu wengine wamekanganywa na wamejikuta kwamba wanaishi au wanafanya mambo au wanaanza kuenenda katika mienendo ambapo wanasema Roho Mtakatifu aliwaongeleza. Mimi nataka kusema kwamba the Holy Spirit is not a spirit of confusion. The Holy Spirit is a spirit of order. In other words, Mungu hachanganyikiwi na roho. Mungu ni roho. Si mtu aseme amina? Kwa hivyo kama ni Mungu anaongea, ukimshanga moto atatokea na atanena. Na hata ukitaka mara ya kwanza na hata mara ya pili. Bwana asifiwe sana. Hata kwa Gideoni ameambiwa kwamba Mungu anamwambia kwamba Mungu anataka kukutumia katika njia ya kipekee. Gideoni alikuwa muoga na baadaye ilikuwa kwamba Mungu mtihani na Mungu alipita. Jina la Bwana libarikiwe sana. So you never put a test before God and God disappoint you or fail you. Ikiwa kuna mambo ambayo hauelewi, Mungu atakufanya uyaelewe. Na kama kuna mambo ambayo yamefishika, Mungu atayafunua. Lakini katika Deuteronomy chapter number 29 inasema nini? Ya kwamba yale mambo ambayo yaliyofishika ni ya Mungu, lakini yale yaliyofunuliwa ni yetu. So if God desires to know, God will reveal to you. Si mtu aseme amina? Kama kuna kitu Mungu anataka ujue, atajifunua kwako. Na kama mtu mwingine amekuja akakwambia ati Mungu alimuonyesha, wacha niwaambie kwamba Mungu si wa confusion. Na hiyo kitu ilifanyika hata wakati wa mtu ambaye aitwa Cornelius. Yeye Mungu anamtokezea kwa maono, na kule anamtokezea nani? Petro, mtumishi wake. So wakati ambapo wanapokuja kukutana, wanakuja kwamba yale maono ambayo walikuwa wameona wote inalingana. Si mtu aseme amina? Leo nataka kusema kwamba Mungu anafanya mambo kwa mpango. Mtu asije akatokezea mahali anakuambia ABC alafu ukapotoka. Wakati mmoja, wacha niwaambie maana naongelea kabla sijaenda, maana tumesema mambo ya destiny connector. Hapo kuna hatari sana kama mtu hajafahamu. Wakati mmoja kuna mtu mmoja, mama mmoja. Sasa hizo watu walikuwa wakiroho sana. Ni kule maeneo, nafikiri maeneo ya Nakuru. Alafu you know when you become over spiritual, kila kitu wewe unasemanga roho. Una shida, una tatizo mara nyingine wakati kama usiposhuka. So yule mwanadada mmoja, mnajua sitaki kutaja, maana nikitaja nitakuwa na rudi ya watu. Lakini huyo mwanadada akaambiwa na yule jamaa mwingine, na ni mume ambaye ni mume wa mtu, na huyu mke alikuwa ni mke wa mtu. Akaambiwa roho ameongea ya kwamba washane na mke na mume wako, uje tushukuane tuoane. Kwani hata kama yeye ni gogo, si mambo mengine, ni mambo ya kufanya hesabu. Unahitaji mpaka uende shule ndio waanza kuwapa formula ya kufanya hesabu kujisaidiana. Si ingine ni kutumia akili. Sasa wewe ni mke wa mtu, alafu mtu anakuambia kwamba roho amenena kwamba tumuoane. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Mimi nataka kusema hivi, mambo mengine ni mambo ya kutumia ubongo tu, na ukaweza kuona kwamba huyu ni kunipotosha na nipotosha. Lakini yule mama, maana naambia kenye najua si mtu ambaye si alienda na akashana mume wake. Na wanasema roho ameongea. Bwana asifiwe. Leo hii unakuta kwamba kuna wengine ambao ni waamini, na leo hii unakuta kwamba ameacha imani, anaenda kushikana na watu wasioamini. Huyu ni msichana au ni mfulana? Watu hawachagui mbivu na mbichi. Hata kuna wengine labda imani yao ni dini hii, na wengine hata hawana asiwa na dini, au wengine wana imani tofauti.
lakini hataki kujua hata imani ya huyu mtu msimamo wake uko wapi. Leo nasema kwamba wapendwa, though we are destiny connectors, sisi tumepewa karama na kipeo cha masaidiano, lakini kuna mipaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwa lugha nyingine ni kumaanisha kwamba hiyo masaidiano lazima iwe na kiwango na kiasi. Ikiwa kwamba itazidi, uelewa kwamba sasa hapa si Mungu. Sasa hapa kuna wengine inafanya kazi. Si mtu aseme amina. So leo nasema makusudi ya mahubiri na mafundisho ya kila Jumapili wakati tunakuja hapa ni kuwafungua waamini macho ili wapate ufahamu na waweze kuzijua mbinu ambazo shetani anatumia. So that at the end of the day, when you are tricked, you can be able to overcome the tricks of the enemy. Lakini when you are ignorant katika mambo ya imani, unakuta watu wanapelekwa tu ni kama ng'ombe ambaye anaenda mashindoni na hivi inaenda kushindwa. So leo nasema si Mungu atusaidie ili kwamba tuweze kufahamu na kuelewa mapenzi ya Mungu ni nini. Jina la Bwana libarikiwe sana. So what ile given time, hata kama kuna mtu anakuambia ni wa kiroho, mwingine sijui ni mtume, mwingine sijui ni nabii, mwingine sijui ni nani, ni lazima uwe na kiwango chako cha kuweza kupima ili ujue kama hapa ni Mungu au hapa ni mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. And with that you will be blessed. Jina la Bwana libarikiwe sana. So katika Deuteronomy 3:18 nasema, I commanded you at that time, the Lord your God has given you this land to take possession of it, but all your able-bodied men armed for battle must cross over head of your brother Israel. In other words, neno ambalo tunapata hapa, ni kweli Mungu ametuahidi kwamba tutabarikiwa. Si mtu aseme amina. Ni kweli Mungu ametuahidi kwamba kuna maeneo ambapo Mungu anatupeleka. Lakini maandiko inasema kwamba zote hatuko sawa. Kuna wengine ambao wamewezeshwa na wamebarikiwa kuliko wale wengine. Kama kuna namna ambapo unaweza kukutana na mtu na una uwezo wa kumsaidia mtu, si umsaidie. Bwana asifiwe sana. Juzi kuna ndugu mmoja ambaye tulikuwa tukiongea naye hapa, akaniambia kuna tajiri fulani ambaye ndugu alisikia kwamba alikuwa mhitaji, na mara akakubali amsaidie kumshikilia katika hali ya taaluma yake. Niambia sio yuko nasoma Biblia na nini na kadhalika. Na ukweli wa mambo, huyo bwana alimsimamia mpaka akahitimu. Na hakuna chochote alikuwa anataka kwake. Leo nasema kama Mungu amekujalia na amekupa uwezo, and you see a person, and first of all nianze kama vile imeandikwa katika na natumaini katika Wagalatia 6 aya ya 10, ambapo inasema kwamba tusichoke katika kutenda mema, na hasa kwa jamii ya waaminio. If there is anything good that you can do to your fellow brethren, dadangu, usisite kuweza kufanya, maana unafanya masaidiano ukimfanyia Mungu kazi, na bila shaka siku moja utaweza kutambua. Jina la Bwana libarikiwe sana. That is why, for instance, umekuta kwamba labda mtu amelemewa katika eneo fulani, labda pengine ni kusomesha, alikuwa anasomesha, au mwingine pengine mambo ya matibabu, au mwingine pengine kuna mahali amelemewa na anahitaji msaada, maana kuna mahali amejikuta katika kona. If you can be able to help, what you can be able to help through the help of God. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kile unaweza kufanya umsaidie mtu ili kwamba aweze kuwa bora, msaidie zaidi. So hapa walielezwa kulingana na mpangilio huu kwamba the Lord your God has given you this land to take possession of it. Kumbe Mungu anataka kubariki mtu. Lakini kama kwamba anataka kubariki mtu, labda anataka kukutumia wewe, lakini utakutuka kwamba kumbe Mungu anataka kukutumia katika eneo fulani ni kwamba Mungu afikishe malengo yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. The Bible says what? But all you are able-bodied men, yani watu ambao ni vibonge, armed for battle must cross over head of your brother Israel. Wale watu ambao wamejaliwa neema, inaweza kuwa ni katika njia ya imani. Kuna watu ambao ni waombezi, wamejaliwa. Kuna watu ambao Mungu ameweza kuwapa uwezo wa aina tofauti. Maandiko inasema kwamba hao iko na watu ambao wako na uwezo
sana. In other words, just help your weaker partner. If you can be able to develop and help that person to become better than you were. Jina la Bwana libarikiwe sana. In other words, kama kuna kitu unaweza saidia mtu, si umsaidie. Bwana asifiwe sana. Kama iwapo labda ni mwenzio, labda wewe ni mke wa mume, na kuna namna ambapo unaweza kumsaidia mwenzako na akaweza kuwa bora zaidi, si washinde kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. That one shows that we are focused. We know, we recognize, we know ourselves. Kuna watu mara nyingine hatuelewani, hatujielewi ya kwamba kuna hali ya udugu, hatuelewani ya kwamba kuna damu ya Kristo ambayo imetuunganisha ikatufanya kuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe sana. Unajua ni rahisi nienda nikasaidie mtoto wa ndugu yangu wakati tumezaliwa katika mwili, na ndugu yangu hapa wa kiroho hapa nimshukuru chuchu. Leo nasema wapenda, makusudi ya Mungu ni kwamba tubadilike na tuwe na mtazamo wa kiungu, ili kwamba tuweze kuelewa kwamba kuna uwezekano Mungu anataka kubariki huyo, labda niwe jirani yako, lakini wewe hujafahamu ya kwamba labda Mungu anataka kumtumia wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. And when we come to that level, we are not seeking our own glory. We are doing it for the sake and for the glory of God. Maana sisi ni watumishi wa Mungu ambaye tunataka tusaidiane kwa masaidiano ya kuelekeza watu wengine katika hatima zao. Kama ni mambo ya maombi, na unaona kwamba maombi yako kuna mahali inaweza peleka mtu, si hata kama inawezekana tabia bila chakula muombe mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maybe you do not have resources, but you have the capability. Kuna mahali inayotoka na ubiri mambo ya neema asubuhi. Pengine Mungu amekupa neema za maombi, na labda unaweza kumsimamisha mtu mbele za Mungu na ukamwombea ili kwamba Mungu amuonekanie, na kwa sababu hapo ndio uwezo wako umefika, Mungu atasikia. Lakini kama wewe uwezo wako, kwa mfano mtu amekuja kwako hana chakula, au amesema kwamba yeye mwenyewe by the way hana mavazi, na wewe unaweza kuingia mahali ukamletea ukampe nguo, si Mungu atusaidie. Hata ukiomba maombi kama una uwezo wa kumnunulia nguo, hiyo maombi mengine Mungu ni neema itashuka tu kwa sababu ya kwamba anamnunulia mtu. Lakini ukweli wa mambo amejua kwamba wewe haujielewi, kwa sababu yeye alitazamia umfanyie huyu kitu ili Mungu atukuzwe. One time we were in a workshop ambayo tumefanya na mhubiri mmoja wa zamani ambaye anajulikana katika ulimwengu kwa jina T.L. Osborne. Na ninakumbuka tuko katika washa, maana alikuwa anafanyaga washa wakati wa asubuhi, alafu masaa saa 8 tunatoka nje tunaenda katika crusade. Sasa hapana, tulikuwa katika workshop, kuna swali ya kuuliza, akasimamisha mtu akauliza, akasema kama Kristo leo angekuja hapa Nakuru, angeweza kufananishwa na nani? I don't know, people try to guess. Lakini akasema leo Kristo kama angetaka kutafutwa hapo Nakuru au niseme hapa Bulbul, atatafutwa kwa huyu dada au atatafutwa kwa huyu. Jina la Bwana libarikiwe sana. If you are a sister or a brother because he's a brother in Christ, you have recognized Jesus in that person. No wonder whether that person is able or not able. Na usimsaidie mtu kwa sababu ya kwamba kuna kitu unatazamia. Msaidie mtu kwa sababu yeye ni sehemu ya nani? Ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. If you do that, you will be blessed. Na alama aliko inasema tusiwafanyie watu tu mema wale ambao wanatufanyianga mema, maana kutakuwa tofauti gani na ulimwengu? Walimwengu wanafanya tit for tat. Juzi nilikuwa na jambo fulani alikuja, fulani hakuja kwangu, kwa hivyo maana hakuja kwangu, hata mambo yake sitashiriki. Natiza usika, hiyo ni wizi na hiyo ni utumia. Lakini kama ni ya Ukristo, unapomfanyia mtu haumfanyii kwa sababu unangoja kufanyia kesho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unamfanyia kwa sababu ndani yako una neema. You have no sufficient grace to administer now to other fellow brethren. Na kwa sababu umeweza kupewa hiyo neema, tufanye tu na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Sasa kama yale kama mmeambiwa hapa na daktari, si kuna mtu amesaidika? Mimi sitakuwa nakula ugali mkubwa.
Baadaye nilikuwa nafikiri kwamba ni faida, lakini hata nilikuwa si faida. Kwa hivyo nitakuwa nahakikisha kwamba namwambia mama, kasima kata na hii, lakini boga iwe imejaa kwa hii sahani. Maana nimejua kwamba ina msaada wako. Leo hii what you can afford to assist somebody, assist that person. Maana ukimsaidia kesho atakukumbuka, na yukumbuka pia Mungu atakukumbuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama hujawahi kuelewa wakati ambapo watu wanataja mambo ya watu kwa jana kwa sababu ya mambo mtu aliposaidia mtu, Mungu anasikia kwa mbinguni. Na kama atasikia intani, unaona kuna baraka zinaandamana pamoja na wewe, na wewe zinakuja kwa nini? No wonder that is why in Matthew chapter number 6 and verse number 33 inasema nini? Seek ye the kingdom of God first, and all his righteousness, and the rest shall be added unto you. In other words, wakati umeshatenda mema na ukatenda mema wako na ukatoka ukaenda, haya mengine utakuta kwamba kuna mambo ambayo yanakuja kufuata wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Because you did what was rightful at a very appointed or very accepted time. Kwa hivyo sasa wewe ulifanya na ukasahau. Lakini kama ulifanya uko na matazamio kwamba unataka mtu aje pengine awe anakufuata, alikupigia simu alikwambia by the way, you know you are very important to me. Sasa hapo ni shida zinajenga kidogo. Kwa sababu sasa kutoka pale mtu anaenda kushanganyikiwa. Wasungu wale walikuwa wanasemanga ukimwambia hiyo watu mwambie zake anakuambia not at all. That is the language. Ya msungu anasemanga kwamba nimefanya lakini naona hata haitoshi. Kwa hivyo hata kama hapo unataka kunishukuru, haitoshi. Na kisha sasa ukija ndio kusaidia tu. Si mtu aseme amina. Sura nasema tusije tukafanya mambo tukiweka kitabu notebook kama wale wa zamani ambapo akishafanya kitu lazima record. Akishafanya kitu leo lazima record. Siku moja atakuja kukupa mtaza. Ameweka kitabu hapo. Anakusomea pale yote atakufanyia kutoka Januari au kutoka mwaka gani unashangaa. Kumbe imeandikwa. Leo hii kama unafanya wewe usiandike. Wacha iandikwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kama itaandikwa siku moja utakumbuka. Hallelujah. So as I continue because of time, hapa naona nilita kwamba charge to help one another. Hii ni himizo la kuweza kusaidia mmoja na mwingine. Nimesema ujumbe huu wa masaidiano. Verse number 20 of Deuteronomy chapter number 3. Verse number 20 of Deuteronomy chapter number 3. Inasema, until the Lord gives rest to your brothers, as he has to you, and they too have taken over the land that the Lord is giving them across the Jordan. Sheria ilikuwa ni kwamba wasipumzike hata kama ilikuwa kwamba wengine wameweza kufaulu na wakaweza kukaa vizuri katika hali ya maisha. Wasitosheke, wasiridhike kama kuna ndugu zao bado wamebaki nyuma. Si mtu aseme amina. Yaani kama kuna watu bado ni wahitaji hata kama kwako kumeliwa, usiridhike. Paka kwa nyumba yako, kwa nyumba ya jirani yako, pia usikie kwamba kuna kitunguu inaruka. Jina la Bwana libarikiwe sana. So if there is something that you can do it to the glory of God. Hebu niwaambie kitu wakati napotoka hapa kabla sijaenda mbele. I think in the early 1970s, I can remember maana wakati ulikuwa post independence. Hiyo ni miaka ile ya 60 yangu imekwisha. Ndio waanze kuja kuanza katika miaka ya 70s. Wamama naongea juu ya kwetu. Manyumba ilikuwa ni ile ambayo mnaitanga mudonge. Ilikuwa ile inakaa kama ile simba ile ya ubwe. Alafu hapa katikati kuna goti. Bali ndio inaunganisha hizi zingine hapa. Na alafu miti nyingine inateremka huko, so walikuwa wanaweka nyasi. Na walikuwa wanajua namna ya kuweka. Na hiyo nyasi ikiwekwa hata kunyesha iwezi kunyesha. Lakini niwaambie wamama kuna kitu ambacho waliamua. Wakasema kwamba watahakikisha kwamba kila boma kutakuwa kuna metameta mabati. Wakaamua kwamba wanataka kutoa watu kwa nyumba ya nyasi na wadudu. Nikisema hivyo watu wa kutoka sehemu za Western Kenya wanasema wewe pasa maharibu mboga. Haijuru. Ule kutoondoa wale wadudu ambao wanaudika kule kwenye hizo majani hizo makuti. Wakawa kwamba leo wanaamua tutakuwa kwa mama fulani.
Wakati mwingine tutaenda kwa mama fulani. Kuna wimbo walikuwa naimba. Holela iwati. Yaani piga mabati. So wakija kwa nyumba hii kazi yao ni waondoe hii nyasi makuti. Alafu wahakikisha kwamba kumewekwa mabati. Na kutoka pale baada ya hiyo unajua mabati kishaikuwa ina faida yake. Kwa sababu kutoka hapo wanaweza kuwa wanatafuta mitungu wanaweka hata kama ni sufuria na inaingia maji wakati kuna gesi. So that is how they improved their way of living among us themselves. Hawa wanaongea juu yake ni watu wa ulimwengu. Lakini leo kama kanisa, can't we also have a way on how we can be able to upgrade one another or one another's life? Kwamba umeona kwamba dada fulani au ndugu fulani kama angefanyiwa ABCD au kama angeweza kuinuliwa katika haya maeneo, pengine anaweza kuwa mtu ambao ni wa maana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. If you can be able to assist somebody to become somebody, then you are a great person. Kama iwapo unaweza kumsaidia mtu kwa kwamba aweze kuwa mtu wa maana, na mtu wa kwanza wa maana mzazi, sababu anadaianga mtoto mpaka anakuwa Mungu. Umejinyima kiwango ya kwamba unasema kwamba hata kama ni kiatu sitanunua hapo. Kama sisi wanaume, daktari pengine mnaweza kukubaliana na mimi. Sisi kiatu yetu ilikuwa hisekani. Ikitoboka kidogo unaenda kwa fundi anaweka kiraka. Ndio maisha yaendelee. Alafu wengine watakusheka. Atia kwamba hiyo kiatu yake inakaa ni kama ina nini? Ni kama imewekwa ni kama imekuwa mpira wa football. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna mahali unalenga. So unakuta kuna mtu amejinyima ili amwinue mtu mwingine. Hivyo ndio nasema kama tunaweza kwamba kuna wakati ambapo tunaweza sema kwamba tutajinyima kwa ajili ya mtu fulani au tunataka kumuinua mtu kutoka kwa mwili mpaka kwa kile kingine. Si jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. If there is something that you can do so that you can make a life of someone else to become better, do it to the glory of God. And if you do it, then mwili wa Kristo utakuwa unajengeka. Na tutakuwa tunahubiri na kuendeleza ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hivi ndivyo maandiko hapo inapotuonyesha wanaposema ya kwamba verse number 20, until the Lord gives rest to your brothers as he has to you, and they too have taken over the land that the Lord is giving them across the Jordan. Kwa hivyo walihimizwa hata kama wataingia wajishikie kwao, maana kila watu walikuwa wanajua mahali pao pa kurithi, wasipumzike mpaka ndugu zao waweze kujishikia mahali pao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo inaonyesha uzalendo na udugu. Alafu after that each of you may go back to the possession I have given you. Baada ya kwenda kuhakikisha kila mmoja ameseto, basi kila mtu aende katika urithi wake. Ndio nataka kusema kwamba kila mmoja wetu kuna kitu ambacho Mungu ameandaa katika maisha yetu. Lakini haisemaanisha kwamba kwa sababu Mungu ameandaa tusaidiane. Naongea juu ya roho na maisha ya masaidiano. Ya kwamba you feel you can carry a burden of your fellow brother or sister as if mlizaliwa na mama moja. Mimi siongea juu ya mtu wa kuzaliwa na mama na baba. Naongea hata wale ambao tumezaliwa mara ya pili katika hali ya kiroho. Because we belong to the same body of Christ. Jina la Bwana libarikiwe sana. That is why we are brothers and sisters. And in that body, there is no Kikuyu, there is no Ruhia, there is no Ruo, there is no Kare, there is no Mumeru, there is no Mwemu, there is no Mkamba, there is no Masai. Si mtu aseme amina. Amen. There is no Turkana, there is no Mijikenda. Name it. As long as mtu amezaliwa mara ya pili, yeye ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na kama ni sehemu ya mwili wa Kristo, tuko damu moja. Bwana asifiwe sana. Amen. So unaposema damu, tuko damu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. In verse number 21, inasema hivi hapo katika hiyo mlango wa Bethlehem. At that time I commanded Joshua, you have seen with your own eyes all the Lord your God has done to these two kings. In other words, hapa Mose, wakati huu ujielewa kwamba Joshua
Juu alikuwa jemedari, alikuwa anaongoza vita. Joshua was a fighter. Lakini Moses yeye alikuwa ni mwombezi. Mtu ambaye aliamini katika mambo ya kwenda mlimani na kwenda kutafuta na kutafakari uso wa Mungu na kusikia sauti ya Mungu anasema nini. Baadaye ndiye aweza kutoa maagizo. So verse number 21, at that time I commanded Joshua, Moses anaongea, you have seen with your own eyes all that the Lord your God has done to these two kings. So in other words, alikuwa anajaribu kumhakikishia ya kwamba Mungu ni mwaminifu, hana kuja tena. Kama Mungu alitenda wakati huo katika wale wafalme ambao walitanguliza nao, basi hata sasa kuna uwezekano kwamba hata mahali wanaenda. Na mimi nataka kusema hivi, kama iwapo kuna wengine wameinuliwa, hata wewe unaweza inuliwa katika jina la Yesu. Na iwapo kuna mambo yako ambayo bado yamesimama, nataka kuamini kwamba pia Mungu ana uwezo wa kukuwezesha kuyafikia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama kuna maeneo ambapo wewe mwenyewe umetamani kufika na hujafika, kuna uwezekano kwamba hata wewe utafika. Hapa ndivyo Mose alikuwa anamjaribu kumwambia Joshua, umeona kile kilitendeka na kama imetendekea hao mataifa mawili, ninaamini hata kwa hao wengine hakuna jambo sugu. With God all things are. Yaani kwa lugha nyingine inamaanisha kama kuna mtu alikuwa mgonjwa na amepona, hata ipokea uponyaji katika jina la Yesu. Because the same power is capable of making you whole. Kama huyo alipona, hata ipokea uponyaji katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama kuna mtu ambaye alifaulu katika eneo fulani, hata wewe unaweza kufaulu. Na kama kuna maeneo ambapo unaona kama kwamba hutatomboa, nataka nikuambia kwamba utatomboa katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wasiwisa ni wakati mama badala nilipokuwa na kuna letu mambo ambayo yalifanyika kule pale upande wa Western Nyanza huko. Na nikasema kama mjai kuelewa wakati tunapoombeaga watu hapa, hata na watoto wakati wanaporudi shuleni, si kitu kingine. Maombi yanakuwa kama hazina. Na wakati ambapo wewe mwenyewe hujui hao maombi yanafanya kazi, wewe unafikiri kwamba ni jambo litendeka, si jambo litendeka. We pray, we ask God ya kwamba hao watu wawe covered. Mimi nakwambia kwamba watakuwa protected. Hata mahali wataenda watakuwa protected. Maana maombi ambayo unaomba, it is like we call it what, a cover, or we call it kama bima, insurance. Maombi unaweza weka bima ya familia yako au yako mwenyewe katika maombezi. Haikugharimu sana, itakugharimu kuchukua boshika nafasi yako na kuipeana kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ukishaweka maisha yako bima kwa Mungu, hautahofu ya usiku wala ya mchana. Hautaogopa ajali. Si mtu aseme amina. Maana tayari umeweka nini? Bima. Na kama umeweka bima kwa Yesu, ni sawa anaposema umeweka nanga kwa Yesu. Hawezi ondozwa, kuwe kuna dhoruba, meli iliyokani mahali kwa as long as kuna nanga. So leo hii as we anchor in the love of God and in the plans of God, we shall feel it. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hatutaweza kushindwa na hatutaweza kuaibishwa. So hapa anaendelea pale anasema, sikiza, verse number 21, the Lord will do the same to all the kingdom over there where you are going. Mungu atatenda kama jinsi ambavyo uliona akitenda katika wale wafalme wa kwanza. Ndio nataka kuamini katika ubali huu, tunasema yeye endeleze. Yale ambayo Mungu ametuwezesha kuachieve, ninaamini kwamba hata yale mengine tutafaulu. Kama kuna maeneo bado yamesalia, wapendwa, Mungu atatupeleka huko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Because with God all things are possible. So again there the Bible says what? Was in verse what? Number 21. You go to verse number 22. Do not be afraid of them. The Lord your God himself will fight for you. Kama kuna mambo ambayo wewe unaona ni kwamba ni sugu, mambo ambayo unaona kama kwamba hayawezekani, nasimama hapa madhabahuni nikisema kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Fear not. I repeat it again. Fear not. Usiogope. Kama kuna mambo ambayo unaona ni kama kwamba yamekuwa ni shida au kama kwamba ni mlima, kwa Mungu ni mteremko. Yale unaona ni kama kwamba hamnanga njia, kwa Mungu yote yanawezekana. Na kule ambapo kupitiki, Mungu anaweza pitia popote. Si mtu aseme amina. Kama anategeza maji juu ya maji, kama anategeza maji na kikao hata katikati ya moto, mtu wa Mungu amekaa pale na hateketei. What is impossible with God? I say with God all things are possible.
Na kama iwapo kuna mambo umekuwa ukingoja umesubiri, usikate tamaa. Usikate tamaa. Just hold on and wait upon the Lord. Because God is at work. Na kama Mungu yuko kazini, hakuna kitu ambacho Mungu alianza ikamshinda. Iwapo kuna mambo ambayo yamekukera, na kuambia siku moja utarauka ukwenda shangwe za furaha. Ukisema hakika Mungu, nimejua kwamba kuna Mungu mbinguni, maana Mungu ametenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Because with God all things are possible. Okay. In John chapter number 13:34, bado nazidi kuwasukumia mambo ya masaidiano. John chapter number 13 verse number 34. Sema hivi, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Imagine hapa, sijui Kiswahili kinasemaje, au mpya na wapa, mpendane kama vile nilivyowapenda nyinyi, nanyi mpendane hivyo hivyo. So hapa tuna kielelezo. Kielelezo ni kwamba Yesu anasema anatupenda sisi. Kwa hivyo pia nasi amri ambayo ameasha ni watu waweze kupendana. Na kumaanisha kupendana si kwa maneno, ni kwa matendo. In other words, yule ambaye amependwa anahitaji kutambua kwamba amependeka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana kuna upendo ambao sio upendo, lakini huu upendo ambao tunaambiwa ni kwamba tupendane, Mpendane kama vile nilivyowapenda nyinyi, nani mpendane vivyo hivyo. Wacha niwaambie, anaposema tupendane kama jinsi alivyotupenda sisi wenyewe. In John chapter number 3 verse number 16, inasemaje? For God so loved the world that he gave his only begotten, so that whosoever believes in him should not perish but have everlasting. Yani kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu kiwango kwamba akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee au asiangamie upendo, bali awe na uzima wa milele. Ukifuata hapo natumaini mstari wa 18 inasema Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni kuja kuhukumu ulimwengu, lakini ili ulimwengu uokolewe kwa ajili yake. Na yule ambaye aaminie hahukumiwi, maana amekwisha toka mautini na ameingia uzimani. Mtu aseme amina. So if you are born again, if you are saved, then you should know already somebody has paid the price for you. Kuna mtu ambaye amegharamika kwa ajili yako. So wakati unapopitia mambo magumu, si ukumbuke na ukumbushe mambo ya kwamba tayari deni yangu imelipwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Somebody paid your penalty. You do not need to suffer. Already somebody suffered for you. Na kama yeye aliyeumia kwa ajili yako, si basi ubarikiwe katika jina la Yesu. Si upokee amani katika jina la Yesu. Si uondoe uoga na hofu ya maisha katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Okay, it was in John 13:34. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Verse number 35. Verse number 35 of John 13. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Kumbe wakati ambapo tunapopendana sisi wenyewe kwa wenyewe, ni injili ambayo tunahubiria ulimwengu. Acha ingine tunatoka hapa nje tunaenda pale tunaruka tunaimba, tuna dance, hata tunashuhudia sana. Lakini hapa maandiko inasema kumbe namna ya kuishi kwetu kama waamini, kama kanisa la Kristo, kama wadugu na wadada, peke yake inatosha. Ile ni injili tosha ya kuweza kubadilisha maisha ya mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. It is worthy to change a life of somebody. Life of somebody. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo nyinyi kwa nyinyi. Maana, there is a saying that says in English, behavior begets behavior.
tabia inazaa tabia. Ukiona mtu akiwa na mtindo wake wa maisha amekope mtu au ni duplicate ya mtu, yaani kuna tabia ambazo zinaniliwa. So hapa maandiko inasema hivyo, watu wote watatambua ya kuwa nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo nyinyi kwa ninyi. Yaani kumbe ndio kenye kitatambua kwamba sisi ni Wakristo au sisi tumeokoka au sisi ni kanisa la Kristo, ni namna ambavyo tunaishi katikati ya moja na mwingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hao nasema msikubali mtu yoyote ambaye ni muamini hapa akawa kwamba analia kwa majirani kwamba amekosa unga, itakuwa imetuaibisha sisi kama kanisa. Si mtu aseme amina. If at all there is someone who is in need and we can be able to administer that person for the sake of the heaven and for the sake of God. Wacha watu waone akiletewa unga kwa nyumba yake, alafu watu waanze kuulizana, na kwani hao watu wanakuwa na upendo wa ndani? This is the gospel that God desires that we preach. Yaani tufanye injili ya matendo mpaka wale ambao wamekaa ngumu na wanaona nikana kwamba hakuna matumaini katika waamini waseme ya kwamba this is the way. Amen. Si mtu aseme amina. Amen. Watu waseme ya kwamba hii ndio njia. Hii ndio njia. Kulingana na Yesu anasema kwamba injili na ubiri kuliko injili ambayo tunazunguka pale na malori huku tukao tumeweka mara speaker na kadhalika. Si mnajua kuna zingine za kwanza kupigia watu kelele tu. Lakini wacha niwaambie injili ambayo haipigi kelele na inaenda chini kwa chini, ni hiyo ya kuhudumiana, kwamba kuna mtu ambaye alikuwa mhitaji na amehudumiwa. Si mtu aseme amina. Amen. Hiyo inahubiri chini kwa chini, haitangazwi, lakini kumbe ina matokeo. Ina matokeo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Aha. Romans 12 verse number 9. Warumi 12 aya 9. Nataka nikimbie ndio nimalizie. Warumi 12 aya 9. Inasema love must be sincere. Warumi 12 aya 9. Aya 9. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Si mtu aseme amina. Amen. Kiswahili kinasemaje? Pendo na lisiwe na unafiki. Lishukieni lililo ofu, mkiambatana na lililo jema. Si mtu aseme amina. Amen. Kumbe tunaweza kudhihirisha upendo wa Mungu katika hali ya kitendo. Unaposikia neno linasema kwamba sincere, na Kiswahili kinasema kusiwe na unafiki, inamaanisha kwamba kitendo unachokifanya unafanya kwa roho nyeupe. In fact, the Bible says God loves the cheerful. When you give cheerfully, when you administer love to somebody cheerfully, Mungu atakuwa mdeni wako. Na kama Mungu atakuwa mdeni wako, hata utashangaziwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Okay. 12:9. Love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Verse number 10 of the same Romans chapter number 12. Be devoted to one another in brotherly love. Tuweze kujitolea muhanga katika kisho cha udugu. Yaani kitendo ambacho tunachofanya, kama unaweza kumsaidia ndugu yako, mnatendeana mema, mnashughulikiana, that one is the true fellowship. Lugha hii inaposema devoted, nasemaje? Kwa pendo la ndugu, mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu. So in other words, kenye najaribu kuhimiza hapa ni roho na maisha ya masaidiano. Na kama tunaweza kudumisha moyo wa masaidiano katika mwili wa Kristo, then mwili wa Kristo utakuwa na afya. Na mwili wa Kristo utakubalika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hata wale walio nje watatamani kuitanishwa na hiyo mwili, maana wamejua kwamba ina afya. Hapo kuna utele. So leo nasema tafadhali usije wapendwa wa dada wa ndugu mkaweza kunyamaza wakati umejua kwamba kuna dada fulani watoto wake wamelala njaa, and you have the capability
of ensuring that perhaps maybe you can provide just the simple, that is food. Si mtu aseme amina. Amen. Kama kuna uwezo unaweza saidia mtu, saidia Mungu. Saidia mtu. Kama ni vyakula, upe vyakula. Na ukifanya hivyo, utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Na baada ya kufanya hivyo mwashie Mungu, naye pia atakulipa. Maana Mungu hajai kuwa mgeni wa mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ukifanyia mtu, usianze kukaa kumsomea mbele ya watu. Wewe unajua hata usaidiwa wewe. Wewe ni kama kuku tu, kusaidiwa. Juzi tukakuletea kitendo fulani, lakini bado wewe hata una shukrani. Kama ulimsaidia, si umheshimu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa unashinda kumsomea nini? Kama huwezi washa. Na kama unaweza saidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikiza hapa. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Yaani tuheshimiane sisi wenyewe kwa wenyewe kuliko wale wengine. Wewe unaweza heshimu mtu kuliko vile unajiheshimu. Yaani useme ya kwamba wewe toka kule hiyo, mimi wacha niende, Mungu atanishughulikia. Is it possible? Kunawezekana? Si tunatoanga kutoka kwa wingi. Hiyo nasema maandiko inasema kama kunawezekana hata muheshimu mwenzio kuliko vile unavyoheshimu. Do you know Jesus, as we have been told, maandiko imesema alipenda ulimwengu hata akautoa uhai wake kwa ajili watu wenye dhambi. Ili tusiangamie, bali tuwe na uzima wa milele. Would you mind to sacrifice on behalf of somebody? If there is something you can do to make the life of somebody better, do it to the glory of God. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii inahubiri ni injili ambayo haitakikanagi, lakini nawaambia hapa ni mahali ambapo watu wanabarikiwa. Romans, above yourself. Romans 12 verse number 13. Sikiza. Warumi 12:13 inasema, share with God's people who are in need. Practice hospitality. Si mtu aseme amina? Amen. Kiingereza kinasemaje hapo? Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni, mkijitahidi. Mtu aseme amina? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nimekaa sana, sijasikia mahali na pewa mwaliko. Simungesema amina? Bwana mseme amina? Nimekaa sana bila kupata mwaliko. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni, mkijitahidi. Si ushukue hiyo changamoto ukaribishe mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kama ningekuuliza swali hata kama unataka kunikaribisha mimi, ni lini ulikaribisha mtu kwako ya mwisho? Na si ndugu yako au wale makaka zako ambao wanakuja kukutembelea. Siku moja ulitoka hapa kwa kanisa, ukashituka ukasema, Mama Joy, leo nimekukaribisha kwamba situpitie kwangu. Upendo ulipotelea katika dirisha gani? Sio dirisha ifungwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ili kwamba watu washukuane kama wadu. Hata wengine ukisikia mtu anasema, by the way, nimesikia Msukuma anataka kwenda kutembelea dada fulani. Na mwenye kutembea pia mahali anaenda kutembea, haendi kutembea kama amesimama kama miti. Amebeba mpaka mkate na maziwa. Ni wakati gani wao walifanya mwisho? Mbona mnanyamaza? Bwana asifiwe sana. Mimi nataka turudie upendo wako. Hapa ndipo mambo yako. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni, mkijitahidi. In other words, wacha niwaambie,
hapa hesabu kidogo, kuna mafundisho jinsi nitakuja kuwafundisha, lakini usia leo. Sisi tulikuwa vijana, tulikuwa tunatoka kanisani kadri kwa sababu hizo tulikuwa naishi Nakuru, na tulitoka kanisani tumepanga saa 8 tunaenda kwa stage kwenda kuhubiri. So tukitoka kanisani tulikuwa kama vijana tunaandamana kama ni kwangu mavijana tumefuatana, alafu labda kama kwa ndugu yule mwingine tunaenda tunapika tunakula lunch pamoja. Baada ya hiyo tunachukua vifaa tunaelekea stage kwenda kutangaza Injili. It helped us as brethren. Na kama vijana kudumisha umoja wetu. Wewe kama ningekuuliza siku gani mwisho ambapo kuna dada au ndugu ambaye unaweza kumkaribia kumwambia leo situpitie kwa kwenda kwa kule hata kama mtaja kuna ugali ya mlana ambayo tulikuwa tumebakisha jana. Situpitie hapo agaza tutachafutia na mboga tuone kama tunaweza kukula lunch. When did you do it last? Shukuru Mungu mimi niko bado. Ndio kama sikaribishi. Daktari. Tutachukua Mungu kulineta niweze kuwa kama nitapatikana. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kama kuna watu ambao wako karibu, mkaribishane nyinyi wenyewe kwa wenyewe, majirani zenu waanze kubisana na watu inakana. Si mtu aseme amini? Amen. Maana mkishatembeleana, mmakunywa hata kama ni kikombe cha chai, baadaye mnaanza kuabudu mnasifu pamoja katika hiyo nyumba. Sinaleta warmth ya kiroho. Na kama kuna majirani wanajua hapa kuna dada hata kama wanaonaga tunda la mwingine ambapo wanagoga peke yake. Si mtu aseme amini? Amen. Na wacha niwaambie hiyo sisemi. Maana hapo pengine wengine watajiingiza. Tunajua sisi tuna ushirika wetu. Tunasemanga wiki au mwezi huu tunaenda kutembelea dada fulani. Mimi siendi huko. Mimi nasema urafiki wa wawili watatu ambao wamesema kwamba leo wamesema naenda kutembelea dada fulani au ndugu fulani. Alafu ni haribu sana. Kama ni wandugu watembeleane kama wandugu na wadada watembeleane kama wadada. Nimetengeneza hiyo. Alafu sio kukaribishia mtu mwingine ukalao mzee naye anakurudiana na anamwangalia na jicho. Huyo naye amekuja hapa kutembelea nani? Na hapa kwamba amekuja kutembelea nani? Mimi nasema ni vizuri tutumie hekima. Mtu aseme amini. Amen. Ili kwamba isije ikawa kama unasema unajenga kubwa na bomoa. Mungu wetu awabariki sana. Amen. So finally, as I conclude, nasema hivi pale Joshua 24:28. Nasema namaliza sasa. Nasema hivi Joshua 24:28. Then Joshua sent the people away, each to his own inheritance. Baada ya Joshua kukoshwa watu, aliweza kuwaongoza na kuelekeza na akawatuma kila mtu katika urithi wake. In other words, already they have done what they were supposed to do to ensure that everybody is comfortable. Joshua verse number 24, verse number 29. After these things, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, full of age. Baada ya kukamilisha mission ya baada ya Yoshua na Mose, maandiko yanasema baadaye akawaelekeza kila mtu katika urithi wake, kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ameachwa kama hajakaa kisawasawa. Mwisho amemalizia, maandiko yanasema kwamba baadaye akapumzika akiwa na umri wa kutosha wa miaka 110. In other words, leo hii wacha niwaambie kitu. Kumbe wakati ambapo wewe umekuwa ukishughulikia kazi ya huduma na umekuwa ukishughulikia hata maisha ya watu wengine, kuna uwezekano Mungu akakupa miaka mingi, uishi mpaka miaka utosheleke katika miaka ya uzee. Uulizake na Mungu, mbona hajakuja kuniita nyumbani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Joshua aliishi katika umri wake wa miaka hiyo, katika nyakati za miaka 110 was a lot of years. Na by the way, hawa watu sisahau, walikuwa na kina Karen, ndio walikuwa nasema walikuwa na miaka between miaka 40 na miaka 45. Anao Mungu amemwezesha kuishi mpaka miaka 110. Kama unataka kuishi miaka mingi, jifundishe kufanya mema na kuwafanyia wengine mema, na utaishi miaka mingi mpaka ushangae. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Si mtu aseme amina. Amen. Ni nani ambaye angeshuhudia kuishi miaka hiyo 110? Ya? Mama Mose. Mungu akupe miaka mingi mpaka watu wachangane. Wakati Mungu anapotaka kuinua mtu, wakati Mungu anapotaka kumbariki mtu, haulizani mtu ruhusa. Lakini akitazama na ukuta kwamba Kenya unapanda katika njia ya kisawasawa na umekuwa mwaminifu katika hali ya kutenda mema, mpendwa, kuna baraka ambazo zinazama na hiyo. Kama ni mambo ya miaka itazidishiwa. Mtu aseme amina. Amen. You live longer paka uone paka ninaitwa nini? Ndio niko na kutoa jina. Vituku. Vituku. Unaanza na vituku. Alafu unaenda kwa na vilembwe. Kutoka kwa vilembwe. Mimi nasema hapa kama utaishi maisha yaliyo kisawasawa, hebu hiyo ikaweza kuwa urithi wako katika jina la Yesu. Hata mimi nangojea hiyo. Nasema tena hata mimi nangojea hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana Mungu ndiye upeana afya. Yeye ndiye anapeana miaka. Maana Mungu ni roho. Si mtu aseme amina. Haleluya. Na wakati ambapo hiyo kibali kimeashiriwa, hata maradhi na magonjwa haitakuwa nafasi yako. Maana Mungu atakuepusha na chochote ambacho kinaweza kukatisha ile baraka ambayo Mungu ameashiria. Kama kuna kibali Mungu ameashiria juu yako, Mungu atamake sure kwamba hakuna jambo ambalo litakuja hapa katikati. Hivyo nataka kuamini sisi ni wabarikiwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. And finally, in verse number 30, they buried him in the land of his inheritance. Imagine hata yeye mwenyewe aliweza kupata urithi wake. Mimi nasema hapa Mungu asikubali utoke dunia hiyo kabla hujapokea urithi wako. Maana maandiko yamesema wazi hapa mara 100 na kisha baadaye uzima wa milele. So in other words, if God has commanded blessings upon you, hebu Mungu akakuwezeshe kurithi ya hatima zako mahali Mungu alipokuwa anataka ufike, chochote kisije kikakatisha. They buried him in the land of his inheritance at Timnath Serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Finally, summary sasa, kama kuna wale wanaandika mtu anaweza andika those points, are very very important. Hii ni summary ya mwisho in point form. Number one. God uses men like bodies to impact the lives of other people. God uses men like bodies to impact the lives of other people. Mungu anatumia watu wengine kama penye unaona hizi nini ambazo zinatumika za stima. Si mnaona stima hapa inawaka? Unaona moto ukipita kwa ukuta. Na hapa unaona moto ukipita. Lakini si unaona mwangaza. Mungu anatumia mwanadamu au wanadamu kama penye mnaona kitu kinatumika kutuletea mwangaza, ili kwamba tuweze kuona mwangaza. Point number 2 in my summary, we are blessed in different capacities in life. Zote hakuna mtu amebarikiwa kama yule mwingine. Tumebarikiwa kitofauti. Na ndio maana nianza mahali kwanza nikasema hapa tuna madaktari ambao tuliwaambia kwamba watakuwa wanakuja kutulelea. That is the area of specialization. Na kama wewe utabarikiwa leo hiyo waashie. Ikiwa kuna hali ya mtu ambaye amepewa karama maybe ya ukarimu, washa yeye aweze kuhudumu katika haya maeneo. Kama kuna kitu unaweza kusaidia, unajua mtu wako, wacha niwaambie kitu. Sababu hapa sasa nilikuwa nimemaliza na malizia point 4. Unajua hapa kuna watu ambao wamepewa mzigo. Ya kwamba kila wiki nyinyi mnaona nyumba tu iko safi. Na kuhakikisha kuja hapa kumekishwa kwamba wamesafisha hii nyumba ili kwamba ibambe na ikae kama imeng'ara. Kuna watu wengi hapa ambao hiyo hawawezi kuona. Lakini kuna wachache ambao Mungu amewapa huo mzigo ya kwamba wao they feel that it is their duty. I don't want to say bad. It is their duty kwamba kuhakikisha kwamba wataingia kanisani na kumekishwa kwamba hili kanisa na hili yake iko kisawasawa. Mungu si anaweza kutumia naye katika njia nyingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. We are not blessed in the same way. Mungu anaweza kutumia katika njia yake na usifanye kama mimi.
Na wala usifanye kama yule dada yule tu. Kenye Mungu amekuonyesha kwamba unaweza fanya na unaweza tekeleza, fanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Kama umekaa ukaangalia, ukaona hapa hii madhabahu yenye inakaa haijatosha, na uone unaweza baba utie kabla kutoka hapa ikufunika paka huko. Na sio kama hii tu. Sisi tunaweza kutoka tunapika kutoka kwa hii. By the way, PVC tulikuwa nazo miaka ile ya zamani. Nani ameweka PVC kwa nyumba yako? Simu niambie kama wako nayo. PVC. Hizi vitu vilikuwa na babaka nazo tulikuwa carpet. Yaani uweka kwa nyumba hata unatisha watu. Sasa unakaribisha watu kuona ya kwamba kuna carpet. Na ni hivi PVC ndio umetandika kwa nyumba yako. Leo hii imeshindwa na hizi diet. Si ni kweli? Si ni kweli? Sasa leo hii kama tunataka kubaba hii madhabahu, PVC hii ndio inatosha kuja kufunika madhabahu. Nilikuwa najaribu kufungua mtu macho. Hata mimi sikuwa naona, lakini sasa nimeona. Iwapo Mungu anaweza kukuambia kwamba hii kitu ichapwe carpet mpaka hapa, kuja tu kwangu au nipigie simu. Niambie pasa, Mungu ameongea na mimi na ameniwezesha, ninaomba tafadhali uniambie namna ambavyo tunaweza kuweka hiyo kitu kwa madhabahu. Mimi nakuambia utabarikiwa. Si mtu aseme amina? Amen. Utabarikiwa. Kama kwa nyumba mimi sitatandika hii. Lakini nimeitandika kwa madhabahu. Ngoja kwa juu kuja na nacho. Siasa hapa tunaweza maandiko yanasemaga kwamba mnakula na mshindi. Mnavaa mavazi na muziki joto. Unalala kwa kitanda ya nini inaitwa nini? Tuko na itaka fomu samani. Lakini usingizi haingii. Kama unataka upate usingizi kunono na ukipata t-shirt usikie joto, jifundishe kutembea kwa kazi. Si mtu aseme amina. Amen. Nimeongea juu ya kusaidia watu, lakini sijui mbelekeaje ikaje kajelekea katika mambo ya madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nilikuwa nimefika point gani maana kumaliza na maana nimesema ni summary. Ya tatu, very good, thank you. Ya tatu, according to Hebrews chapter number 6 verse number 10. Hebrews 6:10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Narudia tena. Imeandikwa kwa Kiswahili huko juu. Yeah. Hebrews 6:10. God is not unjust. Kumaanisha kwamba Mungu si mdhalimu. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Mungu si mdhalimu. Kumbe wewe unafikiri unafanya mambo tunasaidia watu na unasema hiyo imeenda na upepo. Mungu si mdhalimu. Kabla hujatoka katika dunia hiyo, hata wewe utatendewa. Si Mungu aseme amina. Kabla hujatoka katika ulimwengu huu utatendewa. Point number 4. Please understand that God understands your tireless sacrificial effort and love in the ministry. I repeat it again. Please understand that God understands your tireless sacrificial effort and love in the ministry. Ni vizuri upate ufahamu ya kwamba Mungu anafahamu na anaelewa namna jitihada zako zile za dhati, ambao umejitoa kisadaka au kidhabihu, na upendo ambao umedhihirisha na uzalendo katika kazi ya Mungu. Point number 5. Very important one. Hope keeps Christians from laziness in doing good. Hope keeps Christians from laziness in doing good. Kenye kinafanya tumtumikie Mungu bila kukata tamaa na kuvunjika moyo
Ni kwa sababu tunatumaini. Na ndio maana nimewaambia kwamba hapa Yesu akasema uzima wa milele. Na kisha mara 100. Na kisha baadaye mbinguni uzima wa milele. If you have got that hope, never give up. Na usichoke katika hali ya kutenda mema. Kwa sababu already Mungu ameahidi kwamba kuna baraka hapa na kisha baadaye uzima wa milele. Point number 6. Point number 6. Nasema hivi, remember 100-fold in this present life. Remember 100-fold in this present life. Yaani hapa mapokeo mara 100 katika maisha yako. Sasa hujatoka duniani. Hapa duniani hapa. Ya kwanza mara 100. Alafu ya 7 ambayo ni ya mwisho. Remember eternal life in heaven. Baada ya hiyo mara kulidhiwa hapo mara 100, kisha baadaye kumbuka kwamba kuna uzima wa milele. In other words, though you die, you live again. Mtu aseme amina. Na ndio maana katika Revelation chapter number 40 verse number 13 inasema kwamba heri wafu ambao leo katika Bwana, maana matendo yao yataandamana na wao. In other words, whatever you do in your daily walk, in your daily life, wapendwa dada ndugu, haitakuacha milele. Na hiyo kitu itakuandama mpaka utakapoingia katika ahadi za Mungu. So leo nasema kenye kinafanya tuweze kustahimili na kuongojea na kutokuchoka na kukata tamaa, maana kuna ahadi. Na hiyo ahadi inafanya tuweze kuzingatia. Ya mwisho, conclusion. Those who serve well have enjoyed life to the fullest. Wale ambao waliotumika vizuri waliweza kupewa maisha tele. Those who serve well have enjoyed life to the fullest. Joshua helped others to inherit the promised land, and God enabled him to enjoy life to the maximum and got his inheritance. I repeat it again. Maana ni ya mwisho. Those who serve well have enjoyed life to the fullest. Joshua helped others to inherit the promised land, and God enabled him to enjoy life to the maximum and got his inheritance. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba wale ambao wamtumikia Mungu kwa dhati, bila shaka Mungu amehakikisha kwamba wamefikia hatima zao na wamefikia baraka za Mungu kama kadri ambavyo Mungu alivyokuwa amewapangia na jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa amewaandalia. Na Mungu wetu awabariki sana. Amen.